Karibishe Muumbaji wa yote, pokea utukufu na sifa zote. Bwana wewe pokea sifa zote. Bwana wangu wewe, Bwana pokea utukufu na sifa zetu Baba, na sifa zote. Bwana wewe, Bwana pokea sifa zote. Bwana pokea. Baba, pokea sifa zote. Tukiwa mbele zako, tunaomba upokee sifa zetu siku ya leo. Dhabihu zote ambazo tumezitoa tukiwa mbele zako, ewe Bwana, ukazipokee kwa unyenyekevu. Tumesimama kwako ewe Bwana, ili pia uzidi kutukubali katika jina la Yesu Kristo. Ni asante kwa neno lako ambalo limejawa uzima na uhai na nguvu na uweza. Tunalipokea katika maisha yetu ewe Bwana wa uzima, kwa sababu wewe Bwana pia unaliheshimu neno lako. Neno hili likalete mabadiliko na likawe sauti tunayoihitaji nyakati kama hizi. Iwe sauti ya kutuhimiza, sauti ya kutuongoza na kutuelekeza kama vile ewe Bwana upendavyo. Tunanenea anga hii ya utulivu wa neno lako ewe Bwana, ikazidi kutawala kwa wingi kwa kila mmoja katika jina la Yesu. Neno lako linapoendelea, hudumia wapendwa hawa, kutana na mahitaji yao, kutana na maisha yao. Neno lako linapoendelea, ukaachilie uzima, ukaachilie tumaini, ukaachilie uwezekano wa maisha na hali katika jina la Yesu Kristo. Tunakuita Mungu aliyeko kuwa na aliyeko hata wa leo. Tunakuita jemedari wa vita, tunakuita simba wa Yuda. Guruma katikati yetu, magonjwa yaondoke. Guruma katikati yetu, matatizo yatuondoke. Tukutukuze ewe Bwana, tukuheshimu kwa sababu hakuna mwingine kando na wewe. Asante Bwana wa uzima, we give all the glory unto you. Umoja tangu mwanzo, unapita na mawazo. Maarifa yako Bwana ni makuta. Umoja tangu mwanzo, unapita na mawazo. Maarifa yako Bwana ni makubwa. Kimbilio la vizazi, sijaona kama wewe.
asante Bwana, unatisha kwa neno lako, unatisha kwa uwepo wako. Ni asante kwa nguvu zako mahali hapa, ni asante kwa Roho wako Mtakatifu. Kwa jina la Yesu tumeomba na hata kuamini. Amen. Can we celebrate this God? Appreciate this God. Appreciate this God. No, church, you can do better than that. You can do better than that. You can do better than that. You can do better than that, church. Hallelujah. Sijui kama ni mimi sijaeleweka. Ninasema appreciate God. Can you put your hands together for this God? Put your hands together for this God. Honor God with your clap. Honor him. Mheshimu Mungu kwa makofi yako. In the name of Jesus. Hallelujah. Amen. Thank you. Ningeomba tu ugeukie jirani. Geukia jirani, geukia jirani. Turn to your neighbor. Say neighbor. Tusema endelea. You look well. You are better than yesterday. And tomorrow you will shine. In Jesus' name. Amen. Wow, we bless the name of the Lord. Tunabariki jina la Bwana. Because of this great opportunity. Kwa sababu ya fursa hii ya ajabu. Even for the grace to continue in prayer and fasting. Na kwa neema ya kuendelea katika maombi na kufunga. And I want to encourage you, if you have not been participating. Na nataka nikuhimize ikiwa hujakuwa ukifanya hivi. May you receive the grace to pray and fast. Pata neema ya kuomba na kufunga. It is quite important. Ni ya muhimu sana. Hallelujah. Amen. However, God will help you. Please do it. Kama Mungu atakavyokusaidia basi fanya hivyo. To the glory and honor of our Lord. Kwa utukufu na heshima wa Bwana wetu. Are you ready for the word? Je, uko tayari kwa neno? But before the word, we have a family that want to dedicate their child. Tunayo familia ambao wanataka kutia wakfu mtoto wao. I want to be prepared as we come to the end of the service. Nataka tujiandae tutakapomaliza ibada. Just give the name of your child to the usher back there. Tutapeana jina la mtoto pale kwa semanzi. So that it can be easy for us during the dedication. Ile iwe virahisi. When you do that, God will bless you. Utabarikiwa kwa kufanya hivyo. I'm well in the Lord. Niko salama kwa Mungu. And I thank God for this opportunity to share the word of God. Nashukuru kwa hii fursa kuleta neno la Mungu. Amen. Amen. Kanisa, Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. With all humility, let me ask. Kwa unyenyekevu wote niulize. Kuna mtu haelewi Kiswahili na Kizungu? Is there anyone who does not understand Swahili? Inua mkono. Kama tunaelewa, si turuhusu wa sister aketi. Asante sana Berry, God bless you. God bless you. Unajua mtu yoyote ambaye ana interpret hatimaye anamalizanga kuwa mchungaji. You know, that is so true. Bwana asifiwe. Hata sisi tulipokuwa tukifanya interpretation hatukujua ya kwamba tutafanyika wachungaji. Praise the Lord. So Berry, may God bless you and may you receive what your heart desires in the name of the Lord. Na huduma yako ni ya muhimu sana katika kanisa hili, na iwe ya muhimu na ya maana katika maisha yako na hatima yako. Amen. Tuingie kwa neno la Mungu. Siku hii ya leo nataka kuongea kuhusu when God is silent. When God is silent. Wakati Mungu ameamua kunyamaza. Na nianze na kusema ya kwamba ni tabia ya Mungu kunyamaza. Kama hujawahi jua ya kwamba kuna wakati Mungu katika maisha yako atanyamaza. Na kunyamaza kwa Mungu si kumaanisha ana chuki na wewe ama amechoka na wewe. Mungu huwa hachoki na mwanadamu. Praise be to God. Huwa anakuvumilia kuliko watu wengine au mtu mwingine yeyote. Je, itakuwaje wakati Mungu amenyamaza? Tutafanya nini wakati Mungu amenyamaza? Tutaelekea wapi wakati Mungu amenyamaza? Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Na sana sana wakati huu wa kufunga na kuomba, tunatarajia ya kwamba kwa njia moja au ingine Mungu ataachilia sauti yake kuhusiana na yale mambo ambayo tunayomwaminia. Praise be to God. And it is quite interesting when God speaks unto our lives.
It is quite encouraging when God reveals his ways unto men. Praise be. Hilo jambo huwa mtu anasikia ni la maana sana. Na Mungu anamtu sana. Na Mungu anamtu huwa anasikia ni jambo la muhimu sana katika maisha yake ya imani. Lakini nikuambie siku hii ya leo, Mungu ananyamaza. Je, Mungu akinyamaza tutafanya nini? Nikwambie Mungu anaweza tutafanya nini? Nikwambie Mungu anaweza kunyamazia kanisa. Mungu anaweza kunyamaza hata kwa taifa yako binafsi. Anaweza kunyamaza kuhusu mwito wako. Anaweza kunyamaza kuhusu mwito wako. Anaweza kunyamaza kuhusu mahali uendapo. Anaweza kunyamaza hata kwa kazi zako na mambo ambayo unayoombea Mungu. Jina la Bwana litukuzwe. Watu huvunjika moyo na watu huacha kuamini Mungu. Sasa Mungu kinyamaza, tu huacha kuamini Mungu. Sasa Mungu kinyamaza, nielekee wapi? Ukinyamaza niende wapi? Praise be to God. In the morning tulikuwa tunafundishwa kuhusu Jabez. Just imagine, just assume that after Jabez prayed, God went silent. Yeah? What could have happened if God went silent? But I want to bring Mungu anyamaze. Kuna kufunga utafunga na Mungu bado anyamaze. Kwa hivyo ninaongea hili pia nikuhimize wewe mwenyewe, ili katika maombi yako ya kufunga na kuomba uwe tayari kwa mawazo na kwa moyo wako ya kwamba kuna wakati Mungu anaweza kukunyamazia. Na si kwamba Mungu anakuchukia. Praise be to God. Si kwamba Mungu amekusahau, si kwamba Mungu amekuachilia. Mungu hajawahi acha watu wake. Do you know even when you are in the deepest part of sin, God still loves you and God still can speak to you. Hata wakati umefanya dhambi sana Mungu anaweza kukuongelesha. Na wakati uko mtakatifu sana Mungu anyamaze. Jina la Bwana litukuzwe. So kama wewe Mungu huwa anakuongelesha, take it as an advantage. Do not brag unto others. Kwa sababu kuna watu wameweka uaminifu katika maisha yao, lakini Mungu bado amenyamaza. Na kuna mtu anaishi katika dhambi na Mungu anamuongelesha. Praise be to God. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. In the book of Job chapter 34 and verse 29. Napoleta hili neno ninajua in one way or the other we are victim of God being silent in our lives. Kuna jambo litarajia Mungu anene, hakunena. Kuna jambo litarajia Mungu akuongoze, hakukuongoza kwa lolote. Kuna mambo ulifanya, hata wakati mwingine kuna dhabihu ulitoa mbele za Mungu, na hakika hakuna jambo Mungu alisema. Hata kuna mtu mwingine aliniambia siku moja aliamua, akaona kanisa liko katika aibu, akaenda akachukua loan afanye abadilishe hali ya kanisa, na akafanya hivi, but still God went silent. Bwana Yesu asifiwe. But I want to thank God because Mungu si mdhalimu. Mungu si kama mwanadamu. Kazi yote ya gizani na ya mwangaza ambayo ulioifanya kwa nia nzuri, hatimaye Mungu anakuja kukupa zawadi katika jina la Yesu. God is coming to reward you in the mighty name of Jesus. Sikia vile Biblia inasema, Job chapter 34 and verse 29. Ati when God give quietness, who can then make trouble? Wakati Mungu amenyamaza, nani atatoa vita? And when God hided his face, who then can behold him? When it is done against a nation or against a man only. Ati Mungu akiamua kunyamaza, ni nani anafaa kupiga kelele? Na kuna watu hapa wanapigia Mungu kelele sana kwa sababu amewanyamazia. Bwana asifiwe. Na nikuambie, God will never respond to grumbling. God will never. Na mpendwa, ni kuombe sana tafadhali, usije ukawa umefunga na kuomba upigie Mungu kelele.
Praise the Lord. I repeat again. Please be careful that in your prayer and fasting, you are not praying and fasting to make noise unto God, to complain. Hallelujah. The Bible says when God is silent, who can ask? Kwa hivyo Mungu akinyamaza hatufai kumuuliza maswali. Amen. Unajua katika safari ya imani haya mambo tumekutana nayo. Inafika mahali unajipata ukiuliza, Mungu umenyamaza kwa nini? Sema jambo, usinyamaze tena. In one way or the other. Bwana asifiwe. But the Bible says very well, when God is silent, who can question? Akiamua kunyamaza, ni nani anaweza kumpigia kelele? Na akinyamazia taifa, ni nani anaweza kumpigia kelele? Na akinyamazia mwanadamu binafsi, ni nani anaweza kumpigia kelele? Jina la Bwana litukuzwe. Wakati mmoja Mungu alitokezea Joseph, akamuonyesha ndoto iliyokuwa ni wazi sana, na yeye binafsi akaelewa ile ndoto. Lakini kuanzia hapo Mungu akanyamaza. Ninaongea na mtu ambaye kuna wakati mmoja katika maisha yako Mungu alikutokezea waziwazi, akakuonyesha mahali anataka kupeleke, akakuonyesha maisha yako yajayo. Lakini ukilinganisha kile Mungu alikuonyesha na maisha yako ya sasa, hiyo mambo ni mambo mawili tofauti. Na ukijaribu kuuliza Mungu kuliendaje, Mungu amenyamaza. Akaonyesha Yusufu maisha yake yajayo, na ikafika mahali Mungu akanyamaza. Na wakati Mungu alinyamaza, hapo ndipo Joseph anafukuzwa na ndugu zake, wanamkataa, anawekwa kwa shimo, anatolewa, anauzwa. In all this time God is silent. Praise be to God. Point number 1, reason why God goes silent. Jambo la kwanza ambalo itafanya Mungu akunyamazie, it is when he is preparing you. It is when God is preparing you. God prepare men in silence. God prepare men in silence. And even ministry and the church, God prepare churches in silence. Jina la Bwana litukuzwe. Wakati Joseph anashikwa na ndugu zake, angetamani sana Mungu aliyemwonyesha ndoto akuja ashuke na adhibitishe kwamba yeye ni Mungu wa Yusufu. Wakati Joseph anawekwa kwa shimo, anatamani sana ya kwamba Mungu akeshuka mchukue na mkono wake amtoe. But in all this time God was silent. But what was happening ni kwamba Mungu alikuwa anaandaa moyo wa Yusufu. When God is silent, he is preparing someone. So one reason that will make God go silent on you, it is when he is preparing you. Kanisa, Bwana asifiwe. Na ukumbuke hivi, Mungu hatumiangi watu ambao hajaandaa. Na siongei tu kuhusu kazi ya Mungu. Imagine Mungu akikuandaa uwe mtu wa biashara nyakati zijazo, lakini anakupitishia maisha kama ya mchungaji, mateso kama ya mchungaji. When God is preparing men, it doesn't matter the process. What matters is what he wants to make you. Kanisa, Bwana asifiwe. Na sisemi hivi Mungu tu huwa si ya kwamba huwa anatayarisha wale atakao watumia kama wachungaji wa misheni ama katika kazi ya Mungu ama katika ufalme. Hata katika ulimwengu uendapo, Mungu bado atakuandaa ndio akutumie. Praise be to God. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Mara nyingi ukiona Mungu amenyamaza, ni wakati Mungu anaandaa maisha yako, wakati Mungu anaandaa hatima yako, wakati Mungu anaandaa future yako. God will go silent. Na wakati unahitaji majibu sana, unaona ni kama hata hana shughuli. Praise the Lord. Hadi inafika mahali unauliza Mungu, yani Mungu uliamua kuninyamazia?
Yaani Mungu uliamua kuninyamazia. Praise be to God. But when you see, especially you see the prolonged silence of God on a certain matter in your life, always start preparing and getting ready. There is something God is preparing in my life. Hallelujah. Na kuandaliwa kwa Mungu, kuandaliwa kwa mtu na Mungu huwa kunalingana na mambo tofauti. Seasons are different. Praise be to God. Amen. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Maandalizi ya Mungu huchukua mtazamo tofauti kulingana na kile Mungu anataka ufanyike. Hiyo kiwango cha maisha ambacho unaombea sana, unataka ufike hapo ndio nini? Hapo Mungu, hapo unataka kufika. Hiyo promotion ambayo unataka na unaiombea sana, ukishafika hapo, then what? Praise be to God. God build men in silence. God prepare men in silence. So many times when God will go silent, it is when God is preparing you for something. You may not understand what lies ahead. Unaweza kosa kuelewa ni nini ambacho kiko mbele, lakini ikifika mahali uone ya kwamba kuna mambo nimeombea Mungu, nimeomba sana, na ni kama hata ndoto sioni, hata sauti sisikii, hata direction sipati, in one way or the other, it is God preparing you for something. Kanisa, Bwana asifiwe. Unajua tumezoea kwamba ukifunga siku 3 at least utasikia Mungu akisema jambo. Ukifunga siku 7 at least utasikia, uko sure utasikia. But what about after fasting? No voice, no sign, no direction. Watu wengi walipokosa kutafsiri kunyamaza kwa Mungu, waliachana na Mungu. Walichoka na Mungu kwa sababu hawakutafsiri kunyamaza kwa Mungu. Do you know even in a church like this, kuna mambo tunaweza kuisimamisha mbele ya Mungu, but God is silent on them. He is not saying anything about it. But on that period of silence, God is preparing the heart of men. God is preparing the church. Praise be to God. Kwa hivyo usitafsiri kunyamaza kwa Mungu kama kushindwa. God is still at work even in his silence. Hufanya kazi hata wakati amenyamaza. Huendelea kujenga hata wakati hakuna kitu inaonekana katika maisha yako. Na unajua wakati Mungu anakuandaa, hapo ndipo unaonanga ya kwamba maisha yako hakuna progress. Ukiangalia kile umefanya mwaka mzima hauoni. Bwana asifiwe. Lakini ukiangalia miaka ya birthday inaongezeka. Lakini ukiangalia pesa haiongezeki. Praise be to God. In most cases when God is building, he build in silence. God build men in silence. So wakati Mungu anataka kukujenga atanyamaza. Imagine ndoto ulikuwa unaota zinakwisha. Unajaribu kurepent hadi wewe mwenyewe ukijiangalia, nyanya niko msafi kabisa ukijiangalia. Lakini ndoto ziliisha. Praise be to God. When such a time will come in your life, wakati kama huo utakapofika katika maisha yako, go to another realm of understanding. There is something God is preparing for me. There is a way God is preparing my life. There is a way God is preparing my mind. There is a way God is preparing my emotions. Hallelujah. Amen. Kwa hivyo kuanzia sasa, tafsiri kunyamaza kwa Mungu kama ushindi ujao katika maisha yako. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. God will go silent when he is preparing men. Atakunyamazia wakati anakuandaa, wakati anakuunda, anaunda mtazamo wako, analainisha mawazo yako, atakunyamazia. So one reason that God will go silent on your prayers is when he is preparing you. Number 2,
when what you're praying for is a thorn in the flesh. When what you're praying for is a thorn in the flesh. Yani kile unachoombea ni mwiba katika mwili wako. Now, 2 Corinthians chapter 12, 7. 2 Corinthians chapter 12. Second Corinthians chapter 12 verse 7, Biblia inasema hivi: na makusudi nisipate kujivuna kupita kiasi, kwa wingi wa mafunuo hayo niliyopewa kwa wingi wa mafunuo hayo nilipewa mwiba katika mwili, mjumbe wa shetani, ili anipige nisije nikajivuna kupita kiasi. Kwa ajili ya kitu hicho nilimsihi Bwana mara 3 kwamba kinitoke. Naye akaniambia, neema yangu ya kutosha, maana uweza wangu hutimilika katika udhaifu. Basi nitajisifia udhaifu wangu kwa furaha nyingi, ili uweza wa Kristo ukae juu yangu. Jina la Bwana litukuzwe. God will go silent if whatever you are praying for is a thorn in the flesh. You see, Paul ameandika Bible, ameleta ufunuo mwingi. In fact, whatever we are preaching today, it is out of the revelation of Paul. Paulo alifufua watu ambao walikuwa wamekufa, aliombea watu, alifanya miujiza mikubwa. Bwana asifiwe. Lakini ilipofika kwake yeye binafsi, Biblia inasema ya kwamba aliomba mara 3 na lile jambo halikumtoka. You remember when he was preaching, and a young man called Eutychus akaanguka na akakufa. Alienda akamuombea and the man came back to life. Lakini inapofika kwake anaomba hata mara ngapi? Mara 3 and nothing happens. Why? Because on this matter it was a thorn in the flesh. Ni jambo Mungu alikuwa ameachilia makusudi kwa maisha yake, liwe likumkumbusha ya kwamba kujitiisha ni jambo la muhimu katika huduma yake. Jina la Bwana litukuzwe. God will be silent kama kile ambacho unachoombea ni mwiba ambao umewekwa ndani yako, ambao unakukumbusha ya kwamba kufunga ni vizuri. Bwana asifiwe. Kwenda kanisani ni vizuri. Unajua sio watu wote wanakuja kanisani because it is on a Sunday. Wengine ni kusukumwa na mambo. Na labda hiyo mambo ni wewe hujai gundua. It is a thorn in the flesh that pushes you to God. Amen. Other people to repent is not easy unless a thorn arises in them. Inabidi fike mahali apige magoti na mlilie Mungu. When you are praying and you are making a prayer about a thorn in the flesh, God will be silent. Mungu atanyamaza kama kile ambacho unaombea ni Mungu alikiweka ndani yako, kiwe kama alama ya wokovu na kazi yako ya Mungu maishani mwako. Jina la Bwana litukuzwe. Hallelujah. Kwa hivyo Paulo akaomba. In fact, when Paul was performing miracles, hakuwa anaomba. Alikuwa tu anatamka maneno, miujiza inafanyika. Anataja mambo, miujiza inafanyika, ishara zinaonekana. But when it came to his own issue, Biblia inasema kwamba aliomba mara 3 lakini ile bado halikumuondokea. Na Biblia inasema kwamba neema ya Mungu na ikamtoshe. Hallelujah. Ukiona umeombea jambo sana, halikuondoki, haliondoki, halibadiliki, pray for the grace to be sufficient. Pray for the grace to be sufficient. I want to tell you, church, it is not only prayers that can sustain you. Even grace is able to sustain your life. Hallelujah. That is why Paul is told, let grace be sufficient unto you. Because in this case, he needed no prayer. On this matter, he needed not to pray. He needed to allow the grace of God to be at work in his life. Na maisha yake yaweze kuendelea, na maisha yake yaweze kusonga katika jina la Yesu Kristo. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe.
Kwa hivyo ni vizuri hata kuwa na wisdom na kuambia Mungu, nipe wisdom ya kuelewa mambo ambayo ninayopigana nayo katika maisha yangu, that whenever I am in prayer, I'll be able to understand the matters in my life. I'll be able to understand the issues in my life, so that if there is an issue that looks like a thorn, I'll pray for the grace of God to be enough. Amen? And when the grace of God is enough, unaweza kusongesha maisha yako. Jambo la tatu ambalo linafanya Mungu akunyamazie, if what you are praying is not in the will of God. If what you are praying is not in the will of God, God will be silent. If whatever you are asking right now is not in the will of God, Mungu atanyamaza. Ni hasara kubwa sana kufunga na kujinyima kisha uombe kinyume na mapenzi ya Mungu. Kanisa, Bwana asifiwe. Ni hasara kubwa kufunga na kujinyima kisha uombe kinyume na mapenzi ya Mungu. We know the story of Jesus. When Jesus is saying, take away this cup from me. Take it away. Akaomba na akarudia tena, take it away. But it was not in the will of God to take it away. And therefore, hakuwa na njia ingine, na hakuna ombi kama hilo mbingu ingefunguka na ijibu. Why? Because he was praying what was not the will of God. And especially, brother and sister, when you are going through a hard time, when you are going through a challenge, ni rahisi sana kujipata ukiomba kitu ambacho si mapenzi ya Mungu. Yesu anajipata katika uchungu ulio mkubwa sana. Anaona sifai kupitia jambo hili, sifai kupigana vita kama hizi, na anaambia Mungu, ondoa kikombe hiki mbele zangu. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. It is until when he said, let your will be done, hapo ndipo mbingu ilianza kunena na yeye. When he said, let thy will be done. Wakati unaomba jambo ambalo si mapenzi ya Mungu, utapata kwamba Mungu anakunyamazia. Unaweza kujinyima na usukume lile jambo mbele za Mungu. But I want to tell you, if it is not in the will of God, God may be silent on you. Alinyamazia mtoto wake, leave alone you, a real son. Sasa wacha mimi na wewe, tumezaliwa na wazee wa huko kijijini na huko. Yeye ni mwana wa Mungu kutoka mbingu. Alimnyamazia kwa sababu aliomba kinyume na mapenzi yake. What about me and you? Mungu anaweza kutunyamazia. Even as a church, God can go silent in the church when we divert not into the will of the Father. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. So as we continue in prayer and fasting, always remind yourself to pray in the will of the Father. That Lord, as I continue in prayer and fasting, nisaidie nikae katika mapenzi yako. Nisaidie niombe kile ambacho kinachohitajika katika maisha yangu. Ninajua kuna mambo ungependa yabadilike, kuna hali ungependa zibadilike, kuna vita ungetaka zifike mwisho, but I want to remind you, if it is not in the will of the Father, endelea kupigana. Kama si mapenzi ya Mungu, bado utapigana hadi Mungu aseme tosha, sasa ni kuingiza katika kiwango kingine cha maisha. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Kuna mwingine hapa anasema, nimesubiri Mungu sana, nimevumilia sana, lakini kama ni mapenzi ya Mungu ukae pale, Mungu atazidi kunyamaza. Let the will of God be done in your prayers. Let the will of God be done when you are seeking God. Amen. Na ndiposa akatupatia msaada wa Roho Mtakatifu. Biblia inasema ya kwamba sisi hatujui kuomba, bali yeye huwa anatusaidia katika udhaifu wetu kwenda mbele za Mungu. Praise be to God. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo
tukiomba nje ya mapenzi ya Mungu, you are most likely going to see God will not say anything. Mungu hatasema jambo, hatajibu, hatajidhihirisha until you align your prayer into the will of God. Mara nyingi unaweza kusema ya kwamba Mungu atakunyamazia kwa sababu wewe ni mwenye dhambi. Mungu atakunyamazia kwa sababu umeondoka katika njia zake. Nebukadneza alikuwa ni muombaji. Nebukadneza alikuwa anafunga. Na si Mungu alimpea ndoto. Bwana asifiwe. The reasons you think that God can cause God to be silent, maybe not the reasons. Zaweza kuwa sio sababu zinafanya Mungu akunyamazie. Kuna watu hapa watanyamaziwa Mungu akiwaandaa na kuwatayarisha hadi wafike kile kiwango Mungu anataka wafike, wafanyike kile Mungu anataka wafanyike, kwa sababu Mungu hatakagi aibu. I repeat again, Mungu hatakagi aibu. Hataki akutume ukamwaibishe. Anataka akikutuma utarepresent ufalme na utukufu wa mbingu. Kwa hivyo tulia, Mungu akuandae hadi ufanyike, ukamilike kile Bwana anataka ufanyike. Mungu hataki uende ukafanya biashara ya aibu. Listen. Bwana asifiwe. Anataka sasa akuandae vizuri. Akuandae jinsi ya kushika pesa. Ndio wakati utakapoanza biashara itajaa utukufu wa Mungu na watu watatamani biashara yako. Kubali Mungu akuandae mpendwa, na atakuandaa katika kunyamaza kwake. Amen. Wale ambao mnatarajia Mungu aongee baada ya the 21 days, akinyamaza usikasirike tafadhali. Akinyamaza usikasirikie huyu Mungu na usinungunikie huyu Mungu. Bwana asifiwe. Hata kanisa, yale mambo tunayomwaminia Mungu, tukimaliza 21 days na amue kunyamaza, bado ni Mungu. Na hatutakosa kwa Mungu kwa sababu alitunyamazia. Tutabaki kwa sababu kuna wakati sauti yake itatufikia na ituambie, take this way, I am the Lord who is guiding you. Go this direction, I will no longer be silent on you. Nimekujaribu, nimeona, sasa pitia katika njia hii. Lakini wacha nikwambie, hautafika hapo mpaka kwanza upita mtihani wa kunyamaziwa na Mungu. Jina la Bwana litukuzwe. Wewe uko hapa unataka kuoa na kuolewa, unaambianga Mungu nionyeshe mtu, Mungu nitokee kwa ndoto, Mungu nionyeshe, leta jina yake. Na Mungu ananyamaza tu. Tukifika kanisani tusalimiane wa kwanza, Mungu nisaidie, na ananyamaza tu. Bwana asifiwe. Katika yale mambo unayoaminia Mungu, it is most likely God will go silent. Because hataki uoleke ulete aibu katika doa. Anataka kwanza akuandae vizuri. Ukifika ni kuoleka ama kuoa, uwe ni mtu ambaye doa yako itasimamia ufalme wa mbingu. Preparations of God are done in silent. Praise be to God. Kwa hivyo wakati wa kunyamaza kwa Mungu, usijidunishe and do not judge yourself. Don't judge yourself when God is silent on you. Allow him to continue working in you, in your mind. Hallelujah. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Wale watu mnaandaliwa na Mungu, neema ya kuandaliwa iwatoshe. Kanisa, Bwana asifiwe. Nyinyi mnaandaliwa muwe watu wa mabiashara, may the grace be sufficient. Nyinyi watu ambao Mungu anaadadi siku moja mrepresent ufalme huu katika mataifa makubwa, may the grace be sufficient. Hallelujah. Just imagine umeenda nchi ingine, hata kabla ya ukishavuka boda ushashikana mtu na mashati mmeanza kupigana. Aibu unaibisha sio nchi peke yake, hata ufalme wa mbingu. Kwa hivyo kubali kwanza Mungu akuandae, hiyo uchungu kwanza akutoe. Bwana asifiwe. Kanisa, Bwana asifiwe. Na wengine hata ile kusota unasota, si kwamba Mungu hana haja na kukutajirisha, ni moyo wako analainisha. Ni moyo wako analainisha.
Kanisa, Bwana asifiwe. Analainisha moyo wako, ndio wakati atakapokufikisha mahali anataka, hautamwaibisha. When God is silent, allow him to complete his work. Amen. Jambo hilo lingine, kama ni mwiba uko nao katika maisha yako, always remember, every man is made of strength and weaknesses. Kila mmoja wetu aliye hapa tuna udhaifu na tuna uweza wetu. Mahali udhaifu wako huko, omba neema. Na kwa sababu mtu huwa anajijua, when you are in prayers, mention plainly your weak areas. Zitaje wazi mbele za Mungu na mwambie Mungu, hapa neema yako initoshe. Hapa neema yako initoshe. Because remember, the enemy uses your weakness to bring you down. Ombea udhaifu wako. Kama wewe ni mzee na umeoa na udhaifu ni wadada, hiyo kitu usiongeange tu kasema mimi niko na shida na wadada. Usiongeange tu hivyo. Pray about it. Pray about it. Seriously, pray about it. Because if you don't, the enemy may use that avenue to bring you down. Kanisa, Bwana asifiwe. Kama udhaifu wako ni tamaa, zitiisha tamaa. Hakuna mtu hana tamaa dunia hii. Kile tunafanya ni kuzitiisha. Zitiishe, maana usipofanya hivyo, adui atainuka akuangushe in the same area. Oh, may the Lord help us in the mighty name of the Lord. Mahali tunahitaji neema itutoshe kwa jina la Yesu. In the areas that we need grace in our life, may the grace be sufficient. And lastly, let us pray in the will of the Father. Naamini ya kwamba hilo ni jambo ambalo wakati mwingine inakaa ngumu sana. How do I know it is the will of the Father? Nitajuaje? The truth is this: as many as are led of the Spirit, they are the sons of God. Mtu yeyote ni mwana wa Mungu wa imani. Whenever you go into prayers, the Spirit will guide you. Kwa hivyo mpendwa, si kila wakati ya kwenda mbele za Mungu na prayer items. Do not always prioritize on prayer items. Prayer items are good, but do not always prioritize. Amen. Na siongei kuhusu hizi tunapewa na Reverend. He is already guided before he bring the prayer items. I'm talking about a personal prayer time. Don't always prioritize on prayer items in your prayer and fasting time. Bwana asifiwe. Pray in the will of the Father. Na ukiingia katika maombi, Mungu nisaidie hata kama nimekuja na mahitaji haya na haya. May your will be done. Let me pray according to your will. Hallelujah. That is why Jesus wakati alipokuwa pale Gethsemane, alirudi akauliza wanafunzi wake, akawauliza hivi, yani you people you can't pray for 1 hour. What was he meaning? Alikuwa anataka kuwaelekeza kitu fulani. Alikuwa anataka kuwaonyesha that in the length of prayer, the will of God is abundance. He was talking about the length. Kwa nini hakuwaambia, kwa nini hamjaomba 30 minutes ama 10 minutes? He went and said, why can't you pray even for at least 1 hour? Because a prayer of 1 hour is a prayer that has got depth in it. And in the depth of that prayer, the will of God is inevitable. Mpendwa, nikwambie, unaweza kuomba maombi ya dakika 10 na ukose kushika mapenzi ya Mungu. Because unaomba tu, you know. And I'm not discouraging those who are praying for 10 minutes. I want to encourage you, for you to get deeper into the will of the Father, your extent of time in prayer is so much important. So much important. Kanisa, Bwana asifiwe. Praise be to God. Tunapoendelea katika maombi ya kufunga na kuomba, may the will of God be done in our lives in the name of Jesus. Mapenzi ya Bwana ifanyike katika uombezi wako, katika kutafuta Mungu. May the will of God be done. May the will of God be done. Na sisi hatutakosa njia ya mwelekeo wa mbingu in our prayers. Hatutakosa hiyo njia. We shall understand the will of God and we shall pray in the will of God.
Kanisa, let us stand up in the presence of this Father. Tusimame katika uwepo wa Mungu Baba. Na tumwambie hata katika kunyamaza kwako, Bwana tusaidie. Na kama ni kuniandaa, unaniandaa. In this issue that I've been praying for, God, if you have been preparing me, give me the grace to be patient and wait on you in the name of Jesus. Funga macho yako mbele za Bwana. Just close your eyes before the Lord and ask him for his help. Muulize msaada wako Bwana uwapi katika maisha yangu, katika imani yangu. Msaada wako Bwana uwapi katika uombezi wangu. Msaada wako Bwana ninauhitaji. Na katika kunyamaza kwako Bwana, nihimize niweze kukusubiri katika jina la Yesu. In your silence, oh God, I know that you are still at work. In your silence, my Father, I know you are still working on me. In the mighty name of the Lord, you are working on my mind. You are working on my destiny. You are working on my career. You are working on my vision. In your silence, my Father, I will understand that God, you are so much involved. Wewe usiacha watu wanaokuamini, usiyewaachilia Bwana. Ninajua kuna siku moja utaniongoza katika njia, na nisikie sauti yako ikiniambia, pitia hii njia mwanangu, nimekuandalia. Siku hii ya leo apia Bwana, nisaidie katika maisha yangu ya imani kuelewa ya kwamba kunyamaza kwako si kwamba umeniachilia, si kwamba umeachana na mimi, katika jina la Yesu Kristo. I exalt your name, O God. Nisaidie hata katika udhaifu wangu, niwezeshe katika moyo wangu, in the mighty name of the Lord. Thank you for your mercies, O God. Thank you for the abundance of your presence, in the mighty name of Jesus. We give all the glory, Lord. Ombi langu Bwana wangu, peke yangu sitaweza, uwepo wako Bwana uwe nami. Ombi langu